Katika karne ya 21, demokrasia imekuwa ni nguzo muhimu ya kimaendeleo na utawala barani Afrika. Lakini bado changamoto nyingi zimekuwa kikwazo cha utekelezaji wake. Je, wananchi wa kawaida wana sauti katika maamuzi ya taifa lao? Tukiwa tunaelekea kilele cha mwisho wa maadhimisho ya wiki ya demokrasia duniani, tumewaandalia makala maalum yenye lengo la kutoa elimu ya demokrasia hususan kwa vijana. Mimi msomaji wako ni Omari Msonde. Karibu. Demokrasia ni mfumo wa kiutawala unatambua haki ya kila raia kushiriki katika mchakato wa kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Hata hivyo, hali halisi inaonyesha kuwa si kila jamii inafaidika na mfumo huu. Makala hii itachunguza kwa kina dhana ya demokrasia, nafasi ya lugha ya Kiswahili katika kuimarisha ushiriki wa wananchi na changamoto zinazokwamisha utekelezaji wake barani Afrika. Demokrasia kwa vijana hasa wengi wao hawajui. Hawatambui kufuatana na maadili ambayo kuwepo na watu wafundishwi. Demokrasia inakuwa pande moja hasa kwa wazee wetu walitangulia. Sasa vijana wengi wanajua tu mambo ya mpira, Yanga na nini basi, lakini demokrasia kwamba hakuna. Ni kwamba ni kufundishwa na kufundishwa maadili na watu wajue kwamba demokrasia ipo na kitu hakifanyiki. Ndivyo itafikia sehemu kwamba watafikia kwamba watu wanaangalia tu kama vile shabiki tu mwingine, lakini kwamba demokrasia hata kwa kufundishwa kwamba tufanyike au fundishwe. Wengi wao hawajui siku ya demokrasia duniani, wao hawanajua tu kwamba tu demokrasia kwamba ni dei au si dei siku ya wananchi, lakini mambo mengine hawajui. Sio kwamba atakao kupatikana ambao wanaweza kuishi na sana kisu ya jana, kwa sababu vijana sasa hivi na wazee kwa hiyo inakuwa kuendeleza kama endapo unapata vijana kwa kuendeleza kuenzi kile kitu ambacho wazee wenyewe demokrasia ina faida kubwa kwa sababu kama kuna demokrasi, maana yake hata watu ambao wanaweza kuwa katika maamuzi ya kuleta maendeleo katika taifa wanaweza wafanya. Kwa hiyo demokrasi na demokrasi ndio inayoleta haki, inadumisha amani, kwa sababu kama kuna demokrasi maana yake watu watakuwa na vitu moyoni, utakuwa na manunguniko. Najua manunguniko yanafika wakati unachoka, lakini kama kuna demokrasi inafanya amani inazidi kuwa kubwa sana na utulivu unakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo demokrasi ina faida kubwa. Naamini hasara yake ni ndogo. Hasara inaweza kuwa ni ndogo sana kwa mtu ambaye anaweza kuitumia vibaya. Kwa maana nimesema demokrasi haina maana kuvunja sheria ya nchi. Maana unaweza kusema demokrasi ina uhuru wa kuongea, ukatukana, na nchi yetu sheria inakataza. Kwanza niseme mimi naamini sehemu yote yenye mkusanyiko au kwenye watu au kikundi fulani lazima kutakuwepo na watu ambao watakuwa ni wema, watakuwa wengine wabaya. Kwa hiyo usipoweka sheria za kujaribu kudhibiti, automatic lazima watajitokeza wale watu ambao hawana nia nzuri. Na ndio maana hizi mamlaka zimewekwa TCRA kwa ajili ya kusimamia hayo mambo. Pengine kusingekuwa na mamlaka hiyo, ingekuwa hakuna utaratibu ambao ni mzuri. Na ni kweli hata sasa hivi TCRA wapo, lakini watu wanatukana. Watu wana uhuru wanatukana, si ndio? Watu wanatukana pamoja na kwamba kuna mamlaka inayosimamia.
Kwa hiyo swala la mamlaka sio kwamba inakandamiza demokrasi, ni kudhibiti wale waovu wachache ambao wanaweza kuwa katika wengi. Sawa. Kama tulikuwa tunarudi sasa. Yaani sasa madhara ya kuifahamu demokrasi kwa mimi ninavyoona ni mtu anaweza kuwa huru zaidi kapitiliza, kwa sababu lazima pia uhuru unaendana pia na mazingira ya mahali. Lazima tuangalie nchi zetu za Afrika ni tofauti. Unajua mtu anaweza kutoa kwamba angalia Ulaya wako wana uhuru mkubwa sana, lakini wenzetu wale ni watu ambao haya masuala ya demokrasi wameanza miaka mingi sana, wanauelewa, wanajua, na hata wao pia wana vyombo vinavyodhibiti, pamoja na kwamba unaweza kusema kwamba demokrasi ni kuandamana, lakini unaandamana, mtu anaandamana, anachoma maduka ya watu, anadhuru watu, hayo sio maandamano, itakuwa ni fujo automatic. Ambapo wenzetu kule Ulaya ukiangalia wakiandamana wanaingia barabarani, tunakuta wengine kwa amani. Kwa tunahitaji bado kuendelea kutoa elimu, na taasisi binafsi, taasisi za serikali, vikundi vijaribu kuelimisha watu kuhusu demokrasi, kwa sababu wananchi wakijua demokrasi vizuri, hiyo nchi lazima itakuwa na maendeleo. Sawa. Tukiwa hapo tukilinganisha mataifa yetu na nchi zetu za Kiafrika, wametuzidi wapi hasa zaidi katika nchi zao? Wametuzidi kwenye ngome. Kama nilivyosema, wao wameanza mapema. Hili jambo wameanza mapema. Hili jambo sisi tukiongelea masuala ya vyama vingi tumeanza miaka 93. Sawa. Wenzetu wameanza zamani sana. Ukiongelea Marekani sasa hivi ni rais sijui wangapi. Ni rais wa 40 na kitu. Sio? Lakini sisi tuna awamu ya 6 sasa. Kwa hiyo unajaribu kuona kwamba sisi swala demokrasi tumeanza miaka hii ya karibuni, tumeanza miaka ya karibuni. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa ya kuendelea kuelimisha Watanzania, na pia kusisitiza serikali kuendelea, kwa sababu kweli ina practice hiyo demokrasi, kuendelea na kuendeleza zaidi na zaidi, ili demokrasi iweze kuwepo katika nchi yetu. Sawa. Hiki ni kitendawili kwa jamii nzima ambacho kinahitaji utatuzi kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutengeneza mpango mkakati wa namna ya kuweza kufanya ili kuharakisha hiyo demokrasia. Ulikuwa nami msomaji wako Omari Msonde wa Domeko TV, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vifuatavyo.